Kimsingi ATAPE ni chama ndani ya idara ya uwakili kanisani, lakini kwa Tanzania tu unioni mbili, unioni ya kaskazini pamoja na Tanzania Union Mission ya kusini, yaani tuliko ambapo sisi tupo. Hii ni chama cha wanataaluma pamoja na wajasiriamali au wafanyabiashara ili kumtumikia Mungu. Na chama hiki kimeanza mwaka 1998 kikiwa kinaitwa ATAPE, yaani Association Tanzania Adventist Profession, yaani kilikuwa akina mwisho, kilikuwa kinaitwa ATAPE, yaani chama cha wanataaluma pekee ya wafanyabiashara, wajasiriamali walikuwa kando. Mwaka 2012 kikaboreshwa, wakaongezwa wafanyabiashara, wajasiriamali, ikawa maana ATAPE, ikaongezwa maana yake entrepreneur, ikawa ATAPE Association Tanzania Adventist Profession and Entrepreneurship. Ndio maana ikawa imekamilika mpaka leo. Kwa hiyo ukienda Kenya hautaikuta, haipo. Ukienda Uganda haipo. Ndio maana usije kusema kwamba kwa nini kiongozi wa wakili awe naye anahusika kwenye chama, kwa sababu kimo ndani ya nini? Uwakili. Yaani ni chama kipo ndani ya idara ya nini? Ya uwakili. Kwa Tanzania tu waliboresha ili kiwe na ufanisi wa taaluma na wafanyabiashara walete matunda ndani ya kanisa au ndani ya kupeleka utume. Basi tuombe. Baba Mwenyezi Mungu wa mbinguni, tunakuomba ukawe nasi katika somo hili. Mungu ukatuongoze, ukatubariki, ukatuelimishe, ukatufundishe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa kuna kitu kimoja. Kama mwezi mmoja uliopita niliona kitu kimoja. Sasa wala ambao tulikuwa tunaona niliona kitu kifuatacho. Unajua Mungu anaweza kueleza kwa namna nyingi, na wewe kuna namna nyingi ambayo Mungu anakueleza, na kila mmoja anamtakia Mungu au kwa namna yoyote Mungu anaweza kusemesha. Saa 8 usiku, saa 8 usiku nikapita kwenye chumba kimoja, nyumba ina vioo tu. Sikilizani vizuri kwa makini, inawezekana na kikakusaidia. Chumba haina tofauti, ila imejengwa kwa vioo, na chochote kilichomo ndani ukiwa nje unaona. Yaani nyumba nzuri, ukiwa nje chochote kilichomo ndani unakiona. Lakini mwanzo wa kile chumba kuna barabara 3. Barabara 2 kulia na kushoto, na barabara 1 katikati. Zote ni ndefu, lakini zina muundo ufuatao. Unajua nyaya za umeme zinakuwa na namna fulani za kunesa, maana katikati iko chini kwa sababu ya nini? Contraction na silivyo, yani ni kama yani kule ilikoishia na huku mwisho pako juu, katikati pameshuka. Hizo barabara ni nyepesi, hauwezi kulinganisha yani na kitu chochote, ni nyepesi. Hiyo barabara ya kati moja, lakini ndani ya barabara ile ina vitu kama ninaweza nikasema kama misumari,
imechongoka. Kwa hiyo unapopita lazima uwe na tahadhari. Tahadhari namba moja, uwe hauna uzito. Hiyo ni tahadhari namba moja. Tahadhari namba mbili, maana uwe hauna mzigo wowote. Lakini barabara za pembeni kulia na kushoto zenyewe zimenyoka na ziko imara, lakini juu zina vioo. Ndani ya vioo ndipo unakutana na misumari ambayo inafanana kama ile barabara ya kati. Lakini barabara ya kati yenyewe misumari iko juu. Ndani baada ya misumari ndipo unakutana na kioo. Sasa maajabu yalikuwa ni yafuatayo. Kwenye barabara hiyo ya kati, ukifika katikati, kuna mzani ambao unapima hata kama unafikiria nini inapima. Hata kama umebeba vumbi yoyote, ukifika pale inapimwa, hauwezi kupita ile barabara kwa sababu inanesa itakurusha. Alafu kumbuka ina msumari juu. Sasa mimi nikajiona nina rafiki yangu sitamtaja. Sasa ona sasa kitu hiki. Mimi nikajiona niko na rafiki yangu hapa sitamtaja. Sasa ananiambia nimsaidie kubeba basketi kupita kwenye barabara hii. Kumbuka hiyo barabara hata ukiwa na vumbi, hata mawazo yako yanapimwa. Sasa yule rafiki yangu yeye ananiambia nimsaidie kubeba nini? Basketi. Tulie. Tulipofika tu mwisho nikamwona mmoja tamtaja, Mama Kauta. Akaniambia, yaani mzee, kama vumbi hauwezi kupita na vumbi, yaani nini unapita na basketi? Yaani nini unapita na basketi? Lakini kile chumba, ile nyumba ile, kuna vitu vifuatavyo. Imejaa hesabu za kutosha. Hesabu zote unazoziona duniani zipo. Kujumlisha, integration, calculus, hesabu zote duniani za kihandisi na kila namna. Alafu mle ndani kuna sayansi zote unazozijua zipo kwenye chumba. Kipimo kilikuwa kifuatana. Baada ya hicho chumba kuna mambo yafuatayo. Kuna watu walikuwa wanaingia ndani, anachukua hesabu, anaenda kutumia, anapata hela. Kuna watu walikuwa wanapita kwenye chumba, anafanya mambo yake mazuri, anakuwa mhandisi, anatoka, anaenda kujenga majengo, anapata pesa. Kuna watu walikuwa wanaingia mle kwa sababu taaluma zote zipo, lakini akifika mle anaondoka na udaktari, anaenda kufanya kazi, anahudumia watu, anapata pesa nyingi. Lakini kuna watu washauri na psychologist na watu wengine counselor walikuwa wanaingia mle, wanapata hiyo taaluma, wanaenda kuhudumia watu wanapata hela na watu wanafanya vitu vifuatavyo. Lakini nikaona mwisho kabisa unapotoka unaruhusiwa kwenda na kurudi. Kuna watu walikuwa wanaenda wanafanya mambo yao, wanarudi, wanaingia. Wakishaingia wanabadilisha fikra, wanatoka. Wakishatoka wanaenda kufanya kazi ya Mungu. Sasa kitu kilikuwa kifuatana. Kumbe zile hesabu zote ni hekima ya Mungu. Ya kwamba hiyo nyumba juu ilikuwa imeandikwa uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kuchagua. Unapoingia unaenda kuchagua nini? Umewekewa hesabu kwa maana ifuatayo. Namba moja, sio kwa ajili ya manufaa yako. Uwe na fikra ya kumjua Mungu kupitia hesabu. Uwe na akili. Umeingia mle unakuwa mhandisi, lakini lengo kubwa la Mungu linataka uhandisi wako umwelewe Mungu. Ukishamwelewa Mungu utafanya kazi zako, lakini na Mungu atukuzwe. Lakini hiyo akili ya kujua hata hiyo hesabu ndio unatakiwa hiyo itumie kumjua Mungu, sio kuzalisha fedha. Mwisho wa siku mimi na rafiki yangu, kwa sababu njia ilikuwa tulikuwa tuwezi kupita, tulirudi. Tukarudi kwenye chumba, ndipo tukazima. Sasa baada ya hapo twende kitabu cha Timotheo
Timotheo 2. Timotheo 1 sura ile ya 6 kuanzia mstari wa 15. Tutakuwa na muda mfupi sana, muda mfupi mno. Joji, kama utapata mic unaweza kukusaidia. Mic. Timotheo 2. Yes. 6:15 kuanzia mstari wa 10. Timotheo 2. No, 1. 6. Timotheo wa kwanza 1:6. Yes. Neno la Mungu linasema, wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili. Hiyo ni Timotheo 1:6-15. Timotheo 1:6-15. Timotheo wa kwanza 6 aya yake ngapi? 15, sio? Neno la Mungu linasema kuanzia 15. Tuanze 15. Yes, mpaka 17. Anasema ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza pekee yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye pekee yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele na milele. Amen. Nenda Luka 12. Luka 12 kuanzia mstari wa 13 mpaka 24. Luka 12 kuanzia aya 13 hadi 14. Nasema, mtu mmoja katika makutano akamwambia, Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? Endelea. 15. Sema, akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja yangu nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, e nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika, ule unywe ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Unaweza kuishia. Bwana Yesu asifiwe. Kimsingi anaelezea hiyo Luka inavyoelezea yule tajiri ile familia na wale watu walioomba urithi, ambapo inataka kufanana na wale wa talanta ambao waligawiwa na yule tajiri alipotaka kusafiri. Lakini huyu tajiri anafananishwa na watu wa leo, ambapo tunaweza tukapanga mambo yetu kwamba mwakani nitafanya hiki na hiki na nitakuwa na hiki na hiki, nitafanya kazi, nitafanya biashara. Lakini ratiba
yako, ratiba yangu nisimwekee Mungu na niseme kwa mapenzi yake. Ndipo inaingia ni wale ambao walipewa talanta ya tajiri anasafiri. Kila mmoja akagaiwa kulingana alivyopewa. Mwenye 5 akapewa 5, mwenye 2 akapewa, mwenye 1 akapewa. Lakini waliambia walizalishe. Lakini tajiri aliporudi, huyu aliyepewa nyingi alizalisha nyingi, aliyepewa zakati akazalisha zakati, aliyepewa 1 yeye akaifikia akaitunza. Alipokuja bwana wa mavuno, wana wao kila mmoja akawa na dai pamoja na ongezeko. Yule ya kwanza akaja na ongezeko, na wa pili akaja na ongezeko, yule ya tatu hakuja na ongezeko. Maana kwamba alifikia. Sasa tunarudi mbele. Mimi kama daktari, dunia nzima hakuna atakayefanana na mimi. Veronica ulipo, hakuna mtu mwingine duniani ambaye anafanana na mimi. Kama kungekuwa na mbadala ya mtu wa kufanana na wewe usingekuwepo. Kama ungefanana, ungekuja duniani kufanya. Sasa kila mmoja jaribu kupiga picha. Yaani maana yake mimi nilipo sina mbadala ya mtu mwingine. Ina maana kazi niliyopewa kuja kuifanya, nisipoifanya hakuna mtu atakayefanya. Katika familia yako, kwenye familia yako, kwenye ndugu zako, kwa kanisa na kwa nchi. Lakini acha hivyo, tunarudi. Kwa nini wewe uko Togo za miaka 5, baadaye utahama utaenda Kibaha hata miaka 2 au miaka mingapi? Lakini ukiangalia kuna channel wanaita distribution, yaani maana kuna mgao. Togo umeletwa, maana yake Mungu aliona kuna kitu ambacho hakiko sawa, ukaletwa Togo. Ulipotokea kule, kuna mtu alikuja kwamba alipokuja tu wewe ukaondoka, ukaambia ni kama uhamisho serikalini, wewe unahamishwa ukafanya kazi fulani. Sio kwamba ulipotoka kuna mtu amekuja kuikava hiyo nafasi. Sehemu uliyokuwa kazi yako umemaliza, ondoka, nenda sehemu nyingine. Sasa tuko Togo, tuna misi ya kufanya. Eza wewe ni mfanya biashara au mwanataaluma, tunatamani Togo, kama wewe una taaluma yoyote ile, kama nje wananufaika, je, sisi tunanufaikaje kanisani na uwepo wako? Kama dunia inakusikia yule ni mtaalamu, yaani yuko hivi, je, kanisani tunajivunia nini uwepo wako? Useme kwamba mimi sijasoma. No. Mungu, hakuna mtu anayeenda shuleni akapata akili. Halipo. Tunaenda shuleni tukapata nini? Elimu, sio akili. Akili umezaliwa nayo, unaweza kaitumia pasipo atakenda wapi? Shuleni. Ndio maana elimu inakuja kwa experience kitu ambacho umezaliwa nacho kama akili. Ndio maana shuleni hatuendaki kwamba naenda shuleni kapate akili. Haipo. Hakuna shule duniani isipokuwa shule zote zipo ili upate elimu. Maana yake kwamba akili yako wakati mwingine huwa inaelemewa na mazingira tunayoishi. Sasa elimu imeenda kwanza kuchipuza kitu ambacho kinajificha kitu kizee. Ndio maana elimu. Lakini sio kwa kuenda shuleni upatie nini? Akili. Akili amekupa Mungu, na hakuna mwanadamu atakayepatia akili isipokuwa mwanadamu yupo kutupatia nini? Elimu. Uzoefu unatakiwa badala ya mchukulie mfano. Hivi ukitaka kwenda Kariakoo, kuna haja hapo kupita na Mlimani City, mpaka uende Manzese, uende Goba Funduru, utakuwa na ndivyo elimu. Akili yako ipo vizuri, ila haijui wakati mwingine ufanye nini. Sasa elimu inakuja kukuonyesha njia ya kwenda Kariakoo, njia fupi ni hii.
njia rahisi ya kwenda Muhimbili, hauhitaji uende wapi Kibaha ndio urudi. Ni hapa. Hiyo ndio elimu. Lakini akili inabaki pale pale, mawazo yanabaki pale pale. Kwa hiyo Mungu amekupatia akili. Usikwenda shuleni, kuna akili ambayo Mungu ameiweka. Kanisa litanufaika kupitia akili uliyo nayo. Huwa ndio tunaita ujuzi au talanta. Kwa hiyo kanisa kama kanisa linathamini talanta yako, ujuzi wako, hata kama hujaenda shule. Lakini pia kanisa linafaidika sana na biashara na ujasiriamali unaokufanya. Sasa kama hata kwa Tanzania ina mambo mengi ya kufanya. Tunaona net event zote asilimia kama 60 huwa zinadhaminiwa na TAPE. Wajasiriamali pamoja na wanataaluma ndio wanazoziongoza net event zote za Tanzania. Asilimia 60 mchango ni ya wanatape, yaani wafanya biashara na wanataaluma. Kwa hiyo ina kazi kubwa. Lakini pia kanisa limeenda mbali. Wakati wa mahubiri yoyote yale, hata kama Togo sisi tukifanya effort, tunaweza tukaandika barua tukahitaji wanatape wakaje wakatuwezesha kwa kutoa huduma tunazozitaka. Kwa mfano sheria, kuna wanasheria, kuna watu wa matatizo mbalimbali, labda wagonjwa, kuna madaktari watakuja, yaani nyanja zote, ushauri, wataalamu wa biashara watakuja, wataalamu wa teknolojia watakuja. Kwa hiyo kila sehemu wako tayari, ni sisi kuwatumia kupendana. Lakini pia hao wanatape sio kwamba wanatoka siki wapi, ni makanisani toka hapo. Niulize swali, ila mniombe mtu yeyote aliyoko ndani ambaye amesoma na akapewa cheti chochote cha kitaaluma, yaani chochote, tunyoshe mkono. Yaani hata darasa la 7 ulipomaliza ukapewa cheti chochote, cha upishi, ualimu, nursing, accountant, teaching, STEM, tunyoshe mkono. Yaani unapokuwa kwa Mungu kuwa huru, yaani hakuna sehemu ambayo yenye uhuru kubwa kama kanisani. Yaani unamnyoshia Mungu wako, yaani kunyosha kabisa kwa Mungu. Kwa hiyo wengine hawana cheti, ninaosoma. Haya, tunatoka. Yaani mtu yeyote anayejishughulisha na shughuli ya ujasiriamali au kufanya biashara, tunyoshe mkono. Haya, yaani maana yake wote tulionyosha, hiyo ujasiriamali, wafanya biashara, taaluma, kuna vyeti vyovyote, wewe ni mwanatape. Tunaacha sasa huko, tunarudi. Nani ambaye hana cheti ila ana uwezo anafanya kitu fulani, kwa mfano mapapa, hajai kusomea upishi, hajai kusomea ila yuko vizuri, ujenzi, ushonaji, yaani yote ambao ujuzi ulio nao, sio mfanya biashara na sio hujapata taaluma ukapewa cheti, tunyoshe mkono. Wewe ni mwanatape. Kwa hiyo tunakuja kwenye matumizi sasa. Kama kanisa la Togo tunalisaidiaje biashara zetu, ujasiriamali wetu, ujuzi wetu tulio nao? Je, Togo kama kanisa tunalisaidiaje? Yaani mchango wako wewe kwa Mungu na taaluma yako, ujuzi wako na biashara yako, tunafanya kanisa tunalisaidia.
Ndiyo, mazingira sio rafiki, yanatubana, wengi hatuna dira, wengi hatuna hiki na hiki, wengi hatuna hiki na hiki, lakini Mungu hiki wala na ajanani anasema wakati mwingine Mungu asikubariki kwa sababu hatutaki kumsogelea. Anashindwa kukubariki kwa sababu hatutaki kumsogelea. Kwa hiyo leo niombe wote washiriki wa toba na wale ambao si washiriki wa toba, lakini tupa akili tulizo elimu tuliyo na Mungu ameruhusu kwa makusudi kabisa, kawa tukapata kitu ambacho tuko nacho, ewe ujuzi, biashara, ujasiriamali na taaluma tulizo nazo, ili zitusaidie katika maisha, lakini pia zitusaidie kurahisisha kazi ya Mungu tunapokuwa hapa. Yaani kila mmoja katika nyanja yake kwa ujuzi na taaluma yoyote ulio nayo, tukisimama kwenye ujenzi. Unaona, kwa mfano hapa kanisani tuna wachama wa ujenzi, lakini inaweza ikatokea mpaka tutafute fundi kutoka nje ndio kutengeneza hapa, lakini ndani tuna watu. Inaona chama chetu kiimarika, hiki kitu tutatoa nje, tutakifanya kwa kutumia watu wa ndani. Ndio, hatutakiwi kuwalalia, lakini wao watatoa mchango wao na sisi tutatoa mchango wetu, kazi wataifanya. Kuna watu wengine wanaweza kukuta hivi vitu wanaviuza, sio kwamba tutawalalia, wao watusaidie kwa namna wanayoweza na sisi tufanye kwa namna tunavyoweza. Kazi ya Mungu inaenda kirahisi. Tunahitaji wapishi togo umetualika. Yaani kwa kweli hapa tunajivunia. Kila siku watu wanapika na tunabarikiwa. Tungekuwa tunatumia nje, ingekuwa ni gharama kubwa. Sasa tuige mfano wa watu kadhaa. Tunakuja hapa kwa wazimu wanapambana, kuna makarani wanapambana kanisani kuhakikisha taarifa mambo ya wasibu yanafanya kazi vizuri na hawalipi. Hebu jaribu kuchukua nafasi hiyo. Tunajivunia tuna daktari hapa Samuel. Mimi binafsi namchukuaga mno. Iwe saa 8 usiku, saa 7 nampigia simu. Bana, kuna mambo hapa, kwa sababu unajua tumezoeana hapa. Ila ukienda kwa mfano daktari ambao unamuona hapa, ukimkuta mwingine amebadilika, sio mwingine, ni yule yule, lakini wakati ule unamuona ni kitu kingine. Lakini uko naye hapa, wewe unapata shida, hautaki kupata msaada. Sasa sitakuaje? Sawa, wewe nenda kule kalipe hela. Kuna ushauri unasaidiwa bure, hapo unaenda kule. Yaani tunataaluma huko ndani zimezificha ambazo zinatatua matatizo sisi kwa sisi, ila hatutaki kufanyaje? Kuzitumia. Mwingine utalalamika, bana mimi si biashara si nini. Kuna mtu wa kama unafanya biashara wewe waone kuna changamoto nyingine ni ngumu, ndio zingine ni changamoto hizo za kifamilia ni ngumu, sawa, peka huko duniani. Kuna mchungaji, kuna watu, sisi ndio tunamalizana. Yaani kanisa, kila kanisa Mungu anapaka ijameweka ya kwamba linajitosheleza, lina watu matatizo watasaidiana wao. Kanisa litajengwa kutumia kalamu zilizopo, kanisa litaenda kutokana na mambo wanayofanya kwa urahisi, kila kitu kimo kanisa. Kwa hiyo mimi niombe wana taaluma, wajasiriamali, wafanya biashara, basi akili zetu, uwezo wetu tuongeze. Yaani unapotoka, yaani sibali unakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili ukitoka, yaani kana kwamba haujawahi kuwa toka.
jaribu kujifikiria, yaani kutoka, yaani Togo wakiangalia yaani ni kana kwamba haujao, ni kama duniani. Tutakapokuja duniani ukafanya mambo yako unavyoweza, utakapokata kauli, yaani vipi kwanza haki na kusahau kwamba wewe ulikuwa wapi duniani, lakini ambao watakuja kutembea na Mungu wataonekana kama kweli wewe unastahili kulisi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo sisi tunapoondoka Togo, umekaa mwaka mmoja, uwe kiongozi, sio kiongozi, lakini lazima uache kitu ambacho umefanya hata kisipotambuliwa na uongozi wa kanisa, lakini Mungu wa mbinguni anafanyaje? Kwa sababu ndio aliyekuleta hapa. Yaani usiwe na mpaka sasa wanitambue mimi ndio nitengeneza hapa. Wewe gusa hata tusipokuona, hata usipoonwa na mtu yeyote, ila Mungu wa mbinguni umefanya kazi yake, maana ndio aliyekuleta. Kwa hiyo tufanye kila mmoja kwa nafasi zetu. Toa sadaka, wewe jitoe. Hata usijali kwamba mpaka uone na nani, unaweza kujitolea, unaweza yaani Mungu atakavyokubariki unafanya. Lakini taaluma yako lazima iwe na manufaa kwa kazi ya Mungu. Kuna watu watakuja hapa, wataketi, kanisa litajaa, wakikaa watu wataokolewa kwa kutumia kitu ulichokitoa, ujuzi uliotoa, ushauri uliotoa. Tusibaki kama watazamaji kwamba ngoja tuangalie sasa mwaka huu wazee wa kanisa kama tunaanza tunawapimishia uongozi tu. Kila mmoja na nafasi yake. Uwe nje ya uongozi, yawezekana ndio ni jukumu kubwa kuliko hata kiongozi. Kwa hiyo mimi naomba kila mmoja, kama sisi ambao tulichukua jukumu, tulikuwa na baskeli yetu tunaenda, alafu tukapigiwa muruzi kwamba nini hamtapita ile eneo kwa sababu na baskeli hata kumi na pima senye baskeli, tukarudi. Kila mmoja tugeuke, kila mmoja tugeuke. Kama kuna sehemu fulani ulikuwa umesahau, sasa hii ni kengele ya kurudisha. Sasa kaa kwenye line, kila mmoja atembee na wito aliopewa. Kama wewe ni kuimba, tujiunge kwenye kwaya. Amina. Sauti zingine tunapata kila siku mafua, kwa sababu muimbii Mungu. Kumbe inawezekana sauti yako unaichezea huko, baadaye kuchezea wapi? Kumwimbia Mungu. Ndio maana mafua hayatoki kila siku, wewe umekuwa mafua sugu. Yaani wewe sauti imeshachanganyikana siki na nini? Yaani haieleweki. Kumbe baadaye kumwimbia Mungu wewe unafanya sehemu. Kwa hiyo kila mmoja tuchukue nafasi yetu. Kama unajijua ujuzi wote, una kitu chochote kwa ajili ya kanisa. Mimi ni kiongozi wa taa. Na leo natamani nitoke na idadi ya wanataaluma wote na wafanya biashara, wajasiriamali wote. Unajua kuna tofauti kati ya wafanyabiashara na wajasiriamali. Jana tuliangalia kidogo. Mfanyabiashara ni mtu yule ananunua kitu kwa bei ya chini, anakuja kuuza kwa bei ya juu, hapa napata. Tofauti na mjasiriamali. Mjasiriamali ananunua kitu halafu anakibadilisha, anakiongeza bali anakuza kwa bei ya juu na faida kubwa. Kwa mfano tukichukulia, unachukua pilipili shamba, unaenda kununua pilipili. Ukishanunua pilipili, unakuja wewe unasindika. Ukishasindika, unapaki vizuri, halafu unakiuza pilipili ambayo inaweza kukaa miaka miwili kwa bei ya juu, lakini imeboreshwa. Kuna mwingine ananunua viazi, anakuja na kutengeneza crisps. Kiasi kimoja au viwili anauza 2,000, 1,000. Huyo ni mjasiriamali. Una kiblani, yaani unakiongezea bali, kinatamanika vizuri, kinauzwa kwa kisasa. Hiyo ndio mjasiriamali. Biashara unanunua chochote kwa bei ya chini, unakiuza hicho kwa bei ya juu. Hiyo ndio tofauti ya biashara na ujasiriamali. Isipokuwa watu wengi tunaunganisha kama sehemu moja, lakini utofauti wake uko kwa mazingira haya. Kwa mfano, washonaji ananunua kitu fulani, anakuja anabadilisha. Unaona, kwa mfano inawezekana inunua ni kitambaa, lakini hakuuza kitambaa ili itetengenezwe ikawa. Huo ndio ujasiriamali. Kitambaa ameuza labda amenunua labda 20,000,
yeye anatengeneza nguo, anauza kwa 60. Safi. Hiyo ndio ujasiri. Kwa hiyo sasa niombe, mimi najua kazi ambayo Mungu amenipa hata nusu sijawahi kufanya. Inawezekana na wewe hapo ulipo kuna kitu fulani ambao unatakiwa Mungu mtumie, lakini haujawahi kufanya, ila unaangalia maslahi. Ninaangalia maslahi, ninasema ya kanisani, mimi sio kiongozi. Viongozi watapambana na hali yao kwa ajili ya kanisa. Kumbe wewe ndio una wajibu mkubwa kuliko. Unajua kuna watu wengine leo Mungu anakuja hapa akakusimamisha, huyu nilioleta toka kwa ajili ya kazi, tungeshangaa. Unakuta ndio wazee wote, kumbe Mungu hakuwaleta toka wasio wazee, ila walipokuja, kwa sababu sisi ni binadamu, ni wagumu kuelewa. Wazee wengine wote walioletwa kuwa wazee wa kanisa wakaiacha kazi, lakini hawa wengine wanakubali. Kumbe ajenda yao ilikuwa sio wazee wa kanisa na wala sio viongozi. Tulioko kule tunawakimishia mambo yetu, kumbe ndio ninyi wazee wa kanisa, nyinyi ndio viongozi ambao hatima ya kanisa iko mikononi mwenu, ila tumekaa tumetuliza, tunawakimishia. Kwa hiyo kila mmoja tujifikirie, tunapoenda msimu, kila mmoja fikirie, wewe umebeba nini kwa ajili ya toba? Umebeba nini kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa kanisa la toba? Niombe, kama wewe unajijua ni mjasiriamali na unajijua wewe mwanataaluma na unajijua wewe una uwezo, tutapita mbele wakati Prestine unaimba, tuimbe kwa ufasaha wimbo namba 45. Prestine pite mbele, na wewe unajijua mimi ni mwanataaluma. Asilimia kubwa, bahati nzuri, najua hapa kanisani asilimia 90 inajua. Kwa hiyo wote wanataaluma na wajasiriamali. Wimbo namba 45.
Najua sasa tuna mambo mengi. Tuna ujenzi wa shule ya DAS Adventist Dar es Salaam School, pamoja tuko kwenye maandalizi ya makazi pamoja na mambo mengine, lakini tunatamani baada tu ya makazi. Na bahati nzuri pia mimi ni kiongozi wa uwakili, ambapo idara ya TAPE iko ndani ya uwakili, lakini pia mimi ni kiongozi wa majengo pamoja na miradi ya kanisa. Kwa hiyo zote zinaangukia pale pale. Sasa naomba kila mmoja tutakapomaliza mkutano, tuna mradi wa maboresho ya kanisa la watoto pamoja na sehemu hii ambao hatuitumii kwa sasa kutokana na nyakati, pamoja na huku madhabahu. Tunahitaji tutumie akili zetu, tutumie elimu zetu, tutumie biashara zetu kuboresha kazi yao, ili hata usipokuwepo siku moja utaondoka, lakini watu watabarikiwa na kile ambacho Mungu aliruhusu kutumia watoto. Kwa hiyo niombe karani wa kanisa na karani naona kwa wawili, tutaandika hawa watu haraka halafu tutapata ombi, ili tutapo kila mmoja utasema, yaani wewe kutoka moyoni, kama wewe utakuwa ni fundi kwamba bana, sisi tukileta matija utafanya hii kazi, basi mimi nina biashara hii, natumaini kwa hiki na hiki tunaweza kusaidia. Wakati mwingine unaweza kukuta unafanya kitu ambacho wala hakihusiani na hapa, lakini kama una mchango wote kwa jambo lolote kwamba kitanufaisha kanisa la Mungu, basi naomba utatuletea. Kama utakuwa na fedha, basi tunaomba ulete, utasema wewe mwenyewe, utaandika, hatutamshurutisha mtu kwamba ni kiasi fulani. Kila mmoja kutoka ndani ya moyo wako kwamba mimi kwa kweli kanisa kwa mwaka huu nafanya hivi kwa kutumia pesa yangu, biashara yangu, ujuzi wangu, utaalamu wangu, au wewe utasimamia huu mradi, sawa, tutakupa. Kwa hiyo kila mmoja nitaandika majina, baadaye tutatafuta. Kama wewe ni mgeni umeona kwamba unaweza kubariki kanisa kwa mazingira haya, basi tunakukaribisha nawe uungane nasi kwa ajili ya kazi hii. Kwa hiyo makarani, naomba twende haraka na naomba